wa mitume, na wengine wa manabii, na wengine wainjilisti, na wengine wachungaji pamoja na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Nilikuwa ninatamani tuzungumze kijana na utumishi, lakini kwa sababu tuko mixer, tunazungumza kuhusu utumishi. Amina. Sema amina. Kila mtu aliyeko hapa Mungu amemuita kwenye position fulani. Na kuna mahali nishawahi kuwafundisha, ili neema ya Mungu iwe kubwa kwako, mheshimu kila mtu. Sema amina. Amen. Ukiweza kufanya hivyo utafika mbali. Heshimu neema iliyoko juu ya mtu. Mwangalie jirani yako, mwambie heshimu neema iliyoko juu yangu. Kwa sababu kila mtu ameitwa. Sema amina. Na ukitazama namna hii, kwa nini migogoro imekuwa mingi kati ya watumishi wa Mungu? Kwa sababu hawajui neema ya mtu mwingine. Tunaweza kuwa tofauti ya huduma, lakini lengo ni lile lile, si ndio? Mfano, jirani yako angependa aitwe mtume au nabii, si ndio? Kwa sababu kuna majina makubwa hivi, unafikiri ukiwa hapo wengine wote umewamaliza. Angependa kuitwa nani? Kwa dunia tulionayo leo, kila mtu anatamani mavyeo makubwa, lakini tunashindwa kuelewa huduma lengo lake ni moja tu. Na mimi nataka niseme, kwa sababu angalau leo nasema na vijana wenye nguvu. Useme amina Bwana. Kama wewe hapo ulipo haujaja hapa bure, haujakaa hapa bure, ndani yako kuna kitu kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Ndani yako kuna kitu kwa ajili ya shamba la Mungu. Ndani yako kuna kitu kwa ajili ya watu wengine. Kama utajijua hivyo, utajisikiliza kwa makini. Na ningependa mwezi huu cha Bwana kionekane. Ndani pale kuna kitu kionekane. Mtumishi ameuliza, unaandaliwa kwa nani? Mungu anakuandaa kwa nani? Mimi naamini jambo kubwa ambalo linafunika yote, Mungu anakuandaa kwa mtumishi. Kuna mahali Mungu anakupeleka. Kuna mahali Mungu anataka umtumikie. Kama mtu mmoja aseme amina. Kama unanielewa hapa, Mungu hajakuita kuja kupasha kiti moto, hasa kama wewe ni kijana. Kijana yeyote asiyetambua ameitiwa nini, wewe dhambi itakugharimu. Kama nguvu yale yote, manguvu yale yataelekea kwenye dhambi. Biblia inasema wazi, na wapenda vijana kwa sababu wanazo nguvu. Alafu wamemshinda yule muovu. Alafu neno la Mungu linakaa ndani yao. Hiyo ndio sifa ya vijana wa Kikristo. Pamoja na kwamba neno nitakwenda na mseto. Napiga kwa vijana wenye ibada yao, lakini tunaenda wote tu, hakuna matatizo. Kwa hiyo ile gabu iseme ile la vijana. Tunaenda tu. Ninachomaanisha hapa, huja okoka kuja kukaa tu. Haiko hivyo. Haiko hivyo. Ukikosa kujua Mungu amepitia nini, utajikuta unafanya yasiyokuhusu. Kuna watu wanahangaika sana kuchomoka kwenye mambo yaliyowashikilia kwa sababu hamjajielewa Mungu amewaitia nini. Nataka mwezi huu kila mmoja akakae kwenye nafasi yake.
na Roho wa Mungu awe mwaminifu. Amen. Ajifunue kwako kwa namna ya tofauti. Amen. Akujulishe wewe ni nani. Amen. Mungu tena anaanza mstari wa 11. Naye alipopaa wa 10 nadhani. Alipopaa akateka mateka, akaacha huduma. Huduma ni utendaji wa Mungu duniani kwa ajili ya watu, na purpose au malengo au makusudi ya huduma hiyo yako mstari wa 12, ili kuwajenga, kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kuna namna Mungu anataka ufanye. Kuna kitu nakisikia kwako, yaani nasikia kuna kitu mwezi huu kinatakiwa kifanyike kwa ajili ya watu wote. Alitoa wengine kuwa manabii, kuwa mitume, watu ambao watakwenda kufyeka mapoli sehemu mbalimbali, watu ambao watabeba bendera ya Yesu katika jamii za kimataifa. Sijui kama naeleweka hapo. Mtume wakati mwingine anapelekwa mahali ambapo sio ukoo wake, sio lugha yake, sio jamaa zake. Si kama naongea na mtu hapa. Mtume anakwenda anafyeka mapori hivi, alafu anapita watu nyuma pale, analainisha. Mtu mwenye nguvu hiyo anatakiwa tokea hapa. Amen. Sema amina kama unanielewa. Mimi nataka Mungu akupe hiyo nguvu. Amen. Wewe ufanye kazi ya Mungu kama mtume. Shahidi mwaminifu wa Yesu kila mahali. Ukiona mtu anapenda kwenda mahali kufyeka, wako watu akichunga kidogo anaona hapatoshi, anaenda zake. Anachukua mmoja anamweka pale, anaenda zake. Yule ana roho ya nini? Ya utume. Ndio maana mitume wamesambaa, hawakai mahali pamoja, wamesambaa. Utakuta ana kanisa mahali, ana kanisa mahali, sio kwamba apendi sadaka, anazipenda. Sema amina. Lakini ndani yule hana kusubiria sadaka yule ana kazi ya Mungu kule. Na hao wakienda kwenye karama ndo wana sifa ya kuwa na imani. Ongea mtu mmoja aseme amina hapa. Hawa tunaenda kwa watu wasiokujua. Unajua wanaokufahamu wakati mwingine wanaweza kukusikiliza. Ni kama wewe nikuweke hapa uhubiri sasa. Watu wanakusikiliza tu, mnajuana. Sasa huyu jamaa yetu tumsikilize. Amewekwa na mchungaji mmoja tumsikilize. Sasa kuna mahali unadondoka Sumbawanga. Wakina Mseo kule. Wafikwa pale hawakujui. Wanakuangalia hivi na hivi, unahitaji imani. Unahitaji matendo ya miujiza. Unahitaji kuponya wagonjwa. Kama nataka hiyo roho ikae ndani yako katika jina la Yesu. Mwezi huu nataka hiyo roho ichipuke. Tupate hao watu walioandaliwa kwa mitume. Waende kule kwenye jamii, kwa sababu mtume anakutana na jamii ambayo haimtaki Yesu, lakini yeye anawaambia Yesu yupo. Wakibisha kuna jambo linatokea. Unaona mambo hayo sasa? Hiyo ni tofauti na wachungaji. Total pastors ni walezi tu. Yaani ukikaa tu na mchungaji hivi na hivi anakupenda tu, anakufundisha tu hivi na hivi. Yaani wewe ukianguka dhambini anakwambia mwanangu pole, rudi hivi na hivi. Yaani ni pastor, roho ya kulea. Maongozi masaidiano. Maongozi masaidiano. Ni pastor. Lakini mtume ni mtu wa imani. Mahali mchungaji anakushauri kwenda kwa daktari, yeye anataka imani ifanye kazi. Unaelewa hapo? Unaelewa anachosema? Unaenda pastors wengi wana mashirika ya lishe. Wanadawa lishe, tiba lishe. Hapo clinic. Mtume hawezi kuwa na hiyo kitu. Ukienda kwa total pastors utakuta tunatangana, lakini utajielewa. Utakuta wana marafiki na madaktari sana.
Yaani kuna dokta wa family ya mchungaji. Pastors ya wananga mambo mengi. Hawataki usumbufu. Wanataka kanuni za afya. Kwa hiyo kienda kwake atakwambia upole mwanangu, akampigia daktari. Mwanangu ametoka mapele. Haya mapele tufanyaje? Kwa hivyo naenda duka fulani, chukua kuna dawa ya kupaka. Hiyo kwa mtume uipati. Kwa mtume hiyo uipati. Uipati. Ukieleza upele anauona anaufuta dakika hiyo hiyo.